Mungu Baba, tunakuja mbele zako style nyingine noma na maridadi zaidi. Mpenzi mtazamaji, ningependa usikilize hapa vizuri. Kuna kikosi ambacho kina gaidi moja hatari kabisa, na gaidi kwa jina lake ni Lieutenant Nicolas Pantroventro Shinko. Haria ikagio itihoe guaga, haria ndaiketie pa mutihoe agoire mwendo. Samido ni familia yetu, but Mr. Kagia tu watu waenda wakijua Samido ni wetu. Juu watani staki mimi kubebwa na favor ya Samido, nataka Kimaio kwe Kimaio. Hello guys, hope kila mtu ako safe, kila mtu ako poa, ako sodakta. Is yet another video hapa katika kipindi maalum cha makala ya story yangu. And of course, kama kawaida, sijai kudisappoint katika makala haya. Leo tuko na guest, tuko na story amazing guys ambayo wewe mwenyewe ungetaka kumiss. Na kabla hiyo amazing story, of course nataka tuhakikishe kwamba sote tuko katika safari moja. I mean, sote tuko timu moja hapa. Kwa hivyo cha kufanya, hapa chini kuna kidude cha red ambacho kimeandikwa subscribe. Kindly guys, subscribe hapo. Alafu hapo mbele tu kuna kengele ambayo wewe mwenyewe unaiguza. Ukiiguza itasikia imelia ting ting. Hapo utakuwa umesha subscribe, umekuwa timu mzima ya Jos Kenya Official. Bila kupoteza wakati, wacha tuweze kuwa na guest wetu wa siku ya leo ambaye ni amazing content creator, mwanamuziki, na wengi wenu mtataka kumjua. Atajitambulisha tu mwenyewe. Karibu. Ndireciria nie hikiega shushu jigwo ria andu mekuga kaheo mbeca cio kuruka ngurire nduthi ndigakuage nie ngigatwara ndunyu tumaisha twagire na nie Kimaio ndongeo biũ. Huyu ndiye mwanamuziki wetu ama ndiye guest wetu wa siku ya leo katika makala ya story yangu. Guys, amejitambulisha tu kwa ngoma hapo, lakini wengi wenu hamjui jina lake. Wacha tu aweze kuambia, na ametaja kajina. Kama uko very attentive utaweza kujua anajiita nani ama yeye ni nani. Majina yako ni nani kamili? Mimi wananiita Commander Kimaio. Yes. Commander Kimaio ndio jina lako halisi lenye liko kwa ID? Hapana, lenye liko kwa ID ni Simon Ngugi. But venye nilianza usanii, okay, mimi nimegrow kama nataka kuwa polisi. So at that time huyo Kimaio ndiye alikuanga ako na rank kubwa sana. So venye watu walianza kuniita Kimaio, jina ikashika. So hata venye nimekuja kuanza muziki nikajaribu kuimaliza nikashindwa. Sasa nikajiongezea Commander, najitanga Commander Kimaio. Commander Kimaio. Yes. Najua kuna story mingi hapo kwa Commander Kimaio. Lakini kabla hiyo, unaweza labda kutueleza Kimaio umetokea maeneo gani ama umetoka maeneo gani? Nimezaliwa Nakuru County. Nikasomea Nakuru. But saizi nikiweza kusema nikwenda ushago naenda Nyandarua County. Nyandarua County. Huko ndiko wazazi wako. Safari imekuwa vipi? Safari ya usanii ni ngumu na ni kujitahidi tu. Unaanza unapanda unashuka, unapanda ukishuka mpaka ufike. Na muziki, kabla ya kuanza muziki, labda hapo nyuma jani ilikuwa vipi? Before nianze muziki nimekuwa nikitumbuiza watu, nimekuwa comedian. Kuna kipindi tulikuwa tunafanya na kina Fred Omondi. Kuna Tom Daktari, Sami Kioko, Nazra, watu wakaenda Churchill. Sasa mimi siku proceed na comedy. Nikakuja kwa muziki. Ilikuwa vipi? Labda ni kufeli, ulifeli, ama ni kujitakia tu, ama ni mishemishe tu za hapa pale? Hapana. Ili kulienda hivi. Kuna hiyo kipindi tulikuwa tukifanya, ilikuwa ina air on Sunday kwa KBC TV, ilikuwa inaitwa Comedy Arena. Na sasa kuna venye World Cup ilianzanga back 20 naweza kumbuka ilikuwa 20 nini. So hiyo kipindi yetu tukaambiwa imeenda break kidogo juu ya World Cup. Sasa kutoka hiyo siku hadi wa sasa haijairudi tena. So sasa ikabidi wengine wakahamia Churchill, wengine wakaenda kwenye walienda. Hapo ndipo watu wengine wakapiga hivyo, wengine wakaachana hapo kabisa. Safari yako ya muziki, kuna huu wimbo ambao umeweza kuintroduce nao wakashosho. Guhikia gashosho. Wazo la kukuja na huo wimbo ilikuja vipi? Nowadays ukitaka kutrend lazima pia ukuje na kitu unique, kitu yani inavutia watu. Yani
kwa title yako lazima watu watake kujua huyu mtu anasema aje. So for example mimi nikisema nitaoa Gashosho, watu watashindwa. Kuna watu wanajiuliza mbona huyu kijana aseme hivyo. Alafu sasa wanaona Gashosho kwa Kiswahili ni shosho ama ni grandmother kwa Kiswahili. Kwa hivyo kwa wimbo unasema utaoa grandmother. Yeah. So watu watataka kujua mbona huyu amesema hivi na mbona aweka Shosho si mtu mwingine. Sasa kwa hiyo wimbo ndio nimeelezea. Unaona saizi maisha ya Shosho na ya Sri Queen iko tofauti sana. Juu unasikia hapo Shosho haizi kuitisha vitu kama pizza. Yeye anataka tu tungwashe. Tu vitu tu rejareja. Yeah, hiyo vitu. Kwa hivyo unajaribu kusimplify kwamba ukioa Shosho maisha yako itakuwa tu simple. Yeah, ni economy. Economy kwa jinsi. Kwa hivyo katika ngoma zako mingi, kwa sababu unahisi kwamba uko na ngoma nyingine nyingi, ni ngoma gani ambayo ulifanya ukafeel kwamba hii ngoma ndio ambayo imeweza kabisa? Ni ya pombe, itakuwa Johi. Na venye nilifanya hiyo ngoma imeenda hata saizi nikienda kwa club hakuna siku nimeimba hiyo wimbo watu wakasema isirudiwe hata mara 3 4. Yeah. Na hiyo ngoma inaenda vipi? Labda tupatie mistari 2 3 tu hivyo. Inaendaga Johi ine baby ya kwako ropotikio leo nganaga netuliza gangu turavie Johi wewe wako na Johi niye nigoendete. Na hiyo mistari ambayo umeweza kuisema sasa hivi inamaanisha vipi kwa lugha ya Kiswahili kwa wale ambao kuelewa? Hiyo wimbo inaeleza inakuanga ni ka story venye huwa ninaenda sana. But venye ninatoka kwa nyumba nikienda naenda kutafuta amani kwa sababu bibi akupei amani hapa. So unaona the only thing sasa hapa friend yako ni pombe. Ukikunywa unasikia mawazo, sasa umesahau kila kitu. Sasa unaona jaribu kusema inapunguza stress. Ukitengeneza huu wimbo ya pombe kwamba inapunguza stress, kuna kitu ambako kalikuwa hidden hapo kwamba kuna story ambayo ulipitia ndio ukatoa hiyo ngoma? Hapana, mimi mwenyewe hata sijai kunywa pombe, hata sijui naonja anje. Lakini ni kama venye ulikuwa unaambiwa uandike insha. Unapeana story kwamba ulikufa. Ama for example ulienda kutembea kwa mbuga ya wanyama. Si ati umewahi enda. Lakini it's just hiyo inaita composition. Song is the composition. So lazima ucompose kitu ya kuambia watu either imekuhapenia ama haijakuhapenia. So ni wewe sasa ukuwe mjanja. Ni kama unapeana story. Nilijua hiyo wimbo watu majority ni wenye wanakunywa pombe. Saizi I'm 100% sure. Ukiandika wimbo unapiga pombe hakuna mtu atasikiza. Atasikiza na utapigwa sana. Lakini juu watu wanaipenda huko kwa club, hakuna venye unaweza enda kwa club upata watu wanakunywa pombe alafu useme pombe ni mbaya. Utapigwa mawe. Utapigwa na chupa bala. Hapa nchini kuna wasanii ambao wanafanya kazi kama yako ya vernacular, lugha ya Kikuyu. Kuna msanii yote ambaye labda ushaitaka kufanya collab na yeye? Kwa sasa mimi sijatamani kufanya collab na mtu, sijui ni kwa nini. Yaani juu hata mimi by the way I'm a songwriter, nimewaandikia hao waimbaji wa Kikuyu. Mimi huandikia wimbo. Ni msanii kama yupi ambaye ushai labda kumwandikia muziki? Kwa sasa tusemangi, unajua kusema tena inakuanga huyo msanii tena anaweza kataa kukupatia kazi tena. Na wengine hawataki wajulikane, wanaandikiwa muziki but wako wengi. Mimi huandika muziki kwa napatiwa pesa. Na naandikia mtu. Kuna shabiki fulani aliweza kusema kwamba katika comment section akasema kwamba uko na sauti sawa sawa na ya Samido. Vipi? Kwani kuna uwiano ama ni nini? Samido but mimi sipendi kusema hivyo. Samido ni familia yetu but mimi sitakagi watu waenda wakijua Samido ni wetu. Juu hata sitaki mimi kubebwa na favor ya Samido, nataka Kimaio kwa Kimaio. Unaona? But ni kazi ni ya mamangu. Sasa kazi nisijue ni kazi ni ya mama yangu. Kwa hivyo ninamuita uncle. So sinaona ni familia moja bado. Na hujai labda kumtafuta kwa sababu nyote mnafanya ngoma za lugha moja. Hujai labda kumtafuta mfanye muingiane kimuziki? Hata mimi ngoma zangu yeye ndio anaangalianga. Nikitoa wimbo lazima nimtumie. Aangalia akague niambie hapa badilisha. Kitu hata iko hata nitakuonyesha TikTok hapa juu, unajua hizo vitu ziko hapa nitakuonyesha. So Samido tuna work na yeye. He's a good guy. Ichakuwa ni wa familia bado anani guide. Kuna venye ananiambia hii muziki usifanye hivi, fanya hivi. Hii wimbo toa hizi maneno, siweke hivi, weka hivi. So
Ananisaidia sana, so siwezi sema sijapata usaidizi wake. Hapa nchini labda ni mwanamuziki mgani ambaye unatazamia? Ni mwanamuziki mgani ambaye unasema yenyewe hata nikapata nafasi naweza fanya muziki naye? Sasa unajua kuna wengi, sijui vernacular ama kwa kokote kule, mwanamuziki yeyote hapa nchini, iwe vernacular iwe hapa Kenya. Hapa Kenya mimi napenda msanii mmoja anaitwa Otile Brown. Namsikizanga sana, napenda kazi yake sana. Sijasema wengine hawaimbi vizuri, but unajua kuna mwenye unaona anakujazz. Ni nini kizuri kwake labda? Unajua kama ana sifa, mpe sifa tu kwenye kamera yake. Mimi napenda lugha yake. Na ninapenda the creativity yako nayo kwa muziki. Kwa sababu muziki hata si sauti. Muziki ni creativity. For example, unajua Shaggy. Shaggy ana sauti. But mistari anaandika ndio inauza ngoma zake. Sure. So content ndio inauza. Yake iko fit, mimi naipenda sana. Hapo mwanzo uliweza kusema kwamba ulikuwa unafanya comedy, ile Central Comedy na nini. Labda ushaikaa chini ukatamani kuacha muziki ufanye comedy? Unajua mimi niko na hizo both talent. Naweza chekesha juu hata kwa comedy. Mimi wimbo yangu ya kwanza ilisponsoriwa na DJ Afro. DJ Afro mmoja. Na akaniajiri kazi Gikuyu TV kwa presenter. Baada tu ya kumuimitate, nilikuwa napenda kumuimitate sana. Na kwanza kabla hujaenda mbali sana, kuna video yako moja tuliweza kuiona ya Central Comedy ambayo uliimitate DJ. Na kwa mishoni yetu basi tunakuja kuwapata manzi kwa jina Nancy. Huyu abana machizo. Na abana machizo. Nilianza kwenda Inoro nikiwa form 4, nikifunga na kuja na chapa show. Nakumbuka nililipwa venye nilimaliza shule juu sikuwa na ID, juu walikuwa wanakuitisha ID na hauna. So hapo ndio nilianza. Tupe ka intro kidogo. Mimi nilikuwa sasa nataka kujifanya DJ Afro, tuombe. Wewe utanisaidia tu kusema amen. Sawa. Venye tu maombi inaendelea. Unajua Afro akiombesha watu watastuka sana. Juu kitu ya kwanza DJ Afro atakuwa maombi. Ata introduce venye tu ana introduce movie. Haya. Alright. Bwana asifiwe kanisa. Amen. Ningependa tuenze kuomba. Amen. Mungu Baba, tunakuja mbele zako stari ngine nomatina na maradadi zaidi. Amen. Na tungependa ubariki Shosho Mokami. Amen. Maana siku ya Jumapili aligonga darama za kanisa sikalia exactly kama za haleluya. Sasa unaona, so nilikuwa napenda kujoke na DJ Afro hivyo. Na by the way DJ Afro pia kwa maombi utasikia tu ametaja mabunduki, tujafika hapo. Na Mungu Baba, tunajua uko na nguvu hata kuliko magaidi. Hata kina Reverend Nicola Patro Ventrashin kwa kikuja na SRPG WC General Papa Somachinga na Sheme Koroboshta, wewe ni jemedari. Unaona, sasa nilipenda kujoke na hiyo asset ya DJ Afro. So mpaka venye tulipatana na yeye, akapenda kazi yangu na akanipatia kazi. Ilikuwa kuaje mpaka mkapata na DJ Afro? Ni kazi yako aliona ama ni vile ulimtafuta? Mimi ndio nilimtafuta. Ndio nilikuwa naambia wewe unaongea kama DJ Afro. Plus sasa nilitaka anifunze kutangaza movie juu pia mimi nilikuwa na hiyo passion kutangaza movie. Sasa venye nilimtafutanga nikamuonyesha kazi. Hiyo clip ya Inoro TV. Hiyo nilikuwa nimechapa ya DJ Afro. Venye nilimuonyesha akaipenda, akaniuliza ni nini kingine unaweza fanya? Nikamwambia naweza imba na naweza kuwa tena presenter. Sasa ndio akaniambia unataka nikusaidiaje? Mimi nikamwambia venye utaweza kunisaidia. Unajua saa hizo nimemaliza form 4 hata sijajua mambo mingi. Akaniambia mimi nitakutafutia show ya TV. Na hiyo muziki unasema umeandika, nikamwambia yeye. Akaniambia enda studio, ongea, nipe namba ya producer niongee na kila kitu. Mambo settled. Sasa ndio nilifanya, mimi nikagonga wimbo yangu moja. Na watu wakaipenda sana. Nakumbuka ilikuwa audio, nilipia audio. Sasa venye tuliendaga nilikuwa napenda kufuatilia muziki sana. Kuna time nilienda karaoke, inaitwa karaoke na msichana anaitwa Rosemary Kari. Kuna jamaa fulani alisikia nimeimba hiyo wimbo audio na akaipenda sana. Akaniuliza unaweza taka nikusaidie aje? Lakini nikamuignore juu alikuwa kijana mdogo tu, akona ka vest, ka t-shirt tu na slippers. Mimi nikamwambia kwa sasa mimi
staki side hizo wote, lakini sasa unajua sasa mimi nilikuwa naona tu kama na joke juu sasa unajua ukimwangalia benye yako unaona hakuna kitu anaweza kusaidia akaikuwa na kitu bana na ni vibaya kujudge. Sasa mi tulibadilishana namba ya simu na nikasave na akasave. Nakumbuka kulikuanga Friday jioni. On Saturday nikienda kuangalia WhatsApp status nikaona yule jamaa ameandika ati I'm going for holiday na anapanda ndege. Kwanza hapo nikastuka. Sasa tena interest ikaanza kurudi kwake, nikaona hakuna mtu anaenda anatumia ndege kama ana ana pesa kweli. Sasa ndio hapo tukaanza kuongea na yeye, akaniambia ameenda Dubai siku kadhaa atarudi. Nimtafutia kirudi. Sasa ndio hapo jamaa akaenda, nilikuwa tu naona mapicha zenye anaposta akiwa huko mahoteli za juju. Sasa ndio nikakuwa na interest hadi sasa kumjua yeye ni nani. Sikumuignore tena. Sasa ndio hakuniambiaga ni nani, but nakumbuka hata benye nilimwambia niko na Mugithi huko Kiambu. Aliniambiaga achukue flight akuje yeye mwenyewe tukatoke Dubai akuje Kenya na ata make sure amefika. Na venye alifika, venye tukaongea venye alitaka akihome, ndio nilimwambia sasa hizo hata sina gari. Namuuliza uko sawa ama utaendaje ama tujue venye uta home. Akacheka sana akaniambia my driver is waiting me. Sasa ndio nikataka kujua huyu jamaa ni nani. Sasa hizi ndio nimekaa kugundua yeye ndiye anasimamia JKA airport. Moja kubwa na ni kijana mdogo sana. Sasa hapo akani support pesa ya video. Anaitwa Joe Masharia wa Kuresoi. Hiyo ndio jina. Ni ngoma gani ambayo alikusaidia labda kuimba? Hiyo ya Johi video pamoja na audio zote hapo. Hata alikuwa ananiuliza utaimba leo, utachukua video leo. Ako ready. So na kwa sababu alikusaidia. Unajua ni vizuri pia tunasemaga kwamba kama kitu ni kizuri alikufanyia, just talk to him. Joe Masharia mahali huko. Mungu akubariki sana. I know unapenda kuinua talent sana. Na Mungu azidi kukubariki. Juu hata naona Mungu anambariki saizi, watu wanasema ati kumekauka, na saizi naona kwa status ako na V8 mpya. Nashinda na Mungu azidi kumbariki kabisa. Mfuko wake usikauke. Ndio. Hapa nchini kuna wasanii wengi ambao ni upcoming na wale ambao walikuwa already ama wako already. Unahisi ni challenges zipi ambazo wasanii wanapitia hapa nchini? Challenges zenye wasanii wanapitia mostly hapa ni pesa. Because art ni money. Ukitaka art mzuri ni pesa. Unataka video kali ni pesa. Unapiga ruku. Unajua tena ukiwa msanii na upige ruku tena watu wanashindwa. Inakuwa trust hiyo kitu yenye uko nayo sana. Lakini hiyo challenge ni pesa. Kuna unataka kuimba, unataka kufanya muziki zako, unataka kurekodia studio iko juu sana, lakini pesa hauna. That is the biggest problem ya wasanii. Shida ya pili ni wasichana. Wanawake wanapenda wasanii. Wanaharibu. Wanawake ni challenge nyingine kwa muziki. Na sijui kwa nini msichana akijua wewe ni msanii ama uko kwa ati ya usanii, mimi sijui anafikirianga aje. Saa zote wako tu kwa DM yako. Si ndio hiyo? Vitu kama hizo. Na hao wasanii, tukizungumzia tu hao wasanii, unadhani wanafanya what is enough yenye inahitajika kwa industry? Okay, most of them unajua kwa usanii ni ku up the game. Ukifanya hii uone haijaenda, unajaribu kitu kingine. Okay, na try kusema content creating. Lazima ukue unaona kama mimi music siandikagi peke yangu. Na mimi najua one day haijalishi ni miaka ngapi itakuja, but I know hiyo I'm sure itaread Mugithi kwa Kenya. Juu ya kitu moja, mimi I know I'm creative. Nikijaribu hivi nione haifanyi na leta hivi. So kuja na kitu yako. What I mean, kuna wimbo nitaachilia very soon ya inaitwa Mong'aro. Utasikia venye nimeileta haijachezwa tena hivyo. So ni kitu iko na creativity ya juu sana. Na hata venye imepigwa ni kitu iko na creativity fulani haiko kwa muziki zingine. So that is the only way unaweza tokea. For example, saizi tuseme sote tunapigania Mugithi. Saizi tuko na King of Mugithi ni Samido obvious. So hakuna venye watu kabla wa kutrust ati wewe ni mnoma kushinda Samido. Lazima wataona kazi kitu ambayo ni tofauti na yake. Lazima wakuwe wamekuaminia na wameona art yako ni kali.
umeniambia kitu cha maana sana, na ukiangalia wewe mwenyewe ni mtu ambaye ako na spirit, ni mtu ambaye ako na maono, ambaye anajiaminia, anafeel kwamba kuna mahali nitafika. Na hiyo spirit tunasemanga ni kwamba you don't give up. Umejaribu vitu mingi sana, umejaribu muziki, hapo mwanzo umetuambia ulijaribu pia comedy, umejaribu, lakini kumbuka mtazamaji, kuna kitu ambacho hatujakijua kutoka kwake Commander Kimaio. Na hicho kitu ni kuhusiana na jina Commander. Je, ilikuwa vipi? Lakini sitaki nikujibu sasa hivi. Nataka tuchukue short break kidogo, tukirudi tutarudi na mengi zaidi kuhusiana na Commander Kimaio. This is where the interesting story is. Haria eikagio itihoe guaga, haria ndaiketie pamuti hoe agoire mwendo, kwa ihinda rĩrĩ niĩ ndikwaria mũno, gweterero ciare mwana nĩakandita maini. So guys, we are back after that short break. Nakumbuka kwamba tupo na msanii Commander Kimaio ambaye aliweza kuelezea tu mahali jina Commander lilitokea, lakini nini kiliweza kupelekea mpaka akaweza kujiita Commander? The story behind it. Tupo naye siku ya leo na ataweza kujibu swali hilo. Commander Kimaio. Yes. Kuna video ambayo uliweza kuifanya na ukaweza kuirelease pale kwa video channel yako. Ukisema kwamba kuna wakati uliwahi jaribu kuwa mwanajeshi. Mimi nilitamani kuwa jeshi maishani mwangu, even I was dreaming to be a KDF, Kenya Defence Force, but nimejaribu mara kadhaa, nimekosa kabisa, na ninataka kuambia serikali hivi, mimi mpaka narara naota nikuwa mwanajeshi. Kwa nini msichukue mimi? Nimejitolea roho yangu yote mimi kuwa jeshi, nitumikie taifa, lakini nikienda huko kujaribu sina ile kitu natolewa. Sisi mama yangu ni maskini, baba yangu ni maskini, hatuwezi pata hiyo pesa. So government, tafadhali saidieni mimi nikuwe jeshi. It is the only dream na kitu yenye mimi nimeishi kutamani. Story behind hiyo iko wapi? Iko vipi? Mimi kazi ya polisi, unajua hakuna kitu mbaya kama kitu nasikia iko ndani yako. Una try kitu yote iwezekane ukue hiyo kitu. Juu mimi nimegrow nikitaka kuwa polisi. Mimi hata uibaji sijui imekuja kutoka wapi. But kitambo nikiwa mtoto, tangu utotoni hata ungeniuliza ningetaka kuwa jeshi. Hata si polisi, jeshi. Sasa nimejaribu mara mingi sana nikikataliwa. Juu ya na nilijua kwa nini wananikataa. Ilikuwa sababu gani? Sababu mimi sikufanya vizuri kwa academic. Sasa unaona ni hapo uko shule, unakuja unaonekana kwa TV. Sasa unaona sasa hiyo unaona hapana. Sasa hakuna venye ungeconcentrate sana na masomo. So juu ulikuwa unaona ati ni sure bet. Kama niko high school na ninachapa show ya TV. Na ninapewa pesa mpaka walimu wananiona wenyewe. Sasa unaona ilikuwa ngumu sana. So mimi siku concentrate vizuri na academic, of which now ni kitu sasa nimekuja nikienda pole tu. After to realize that education is very much important. Ni ya maana sana. Hata kama unafanya hata kama ni education ni ya maana sana. So mimi nimejaribu mara mingi sana pale Gilgil. Unajua sasa mimi nafaa kuchukuliwa pale Gilgil. Na last time nilisikia vibaya sana. Nilienda kwanza, jamaa mmoja tulikuwa amenipeleka kazini yangu, nilimwambia tu naenda kesho Gilgil, juu anachukuana, si twende unipeleke tu. Na hajawahi tamani kuwa jeshi, hajawahi hata fikiria. Kamwambia mtu aendaje hivyo, beba makaratasi zako. Imagine huyo jamaa alichukuliwa, mimi nikawachwa, nililia sana huko Gilgil. So nikakuja kujiuliza mbona sichukuli yangu. Sasa si ndio hapo nikatoa hiyo video na machungu mingi sana, of which ilienda na nikapoa namba ya mameja wengi sana. Na before niweke YouTube ilikuwa imetrend sana Facebook. Sasa mimi nimekaa kuiweka juzi, unajua venye nimefungua YouTube. Ilikuwa inasema venye huko kunaenda, na nikapewa nini hata size. By the way ya this time nimepromisiwa na mameja wengi sana nitaingia. Of which size tena nimeanza kusikia hapana, music tena imekuja juu sana. Na unajua jeshi si kama askari. Jeshi ni kazi wakati wote. Ingekuwa ni polisi, na mimi sijaipenda kuwa polisi. Ni mwanajeshi. Nataka jeshi tu. Nikaona sasa tena nikiingia na venye sasa muziki tena imeanza kunikubali. Hapana, nitapoteza mbao mahali.
So lakini ikifika hiyo siku nitaamua. Na wakati unazungumzia hivyo, ni nini ambayo ilikuinspire kuwa jeshi? Ni kitu gani ambacho uliona ukahisi nataka kuwa jeshi? Ni babangu. Babangu alikuwa pia alitamani kuwa jeshi sana. Na aliwahi kuja kufaulu. Na babangu hata alikuwa amefaulu kila kitu, venye mtu anapimwa everything. Sijui kuliendaje, akaambiwa ID yake ni nyeusi sana. Pakasema sio yeye. Na sasa hizo ashapita kila mahali. Sasa aliambia watu wakimbie tu abadilishwe hiyo ID. Kukimbia hivyo kurudi hawakuwapata. So na hiyo ilikuwa tena mwaka yake ya mwisho ya kujaribu. So pia mimi nikasema hii kitu lazima nitafanya. Nitajaribu pia mimi nichukuliwe. My brother, niko na young brother pia. Hata yeye anataka tu kuwa jeshi. So mimi naona nikidamu tu kiko hivyo. Nataka tu kuwa na sasa kwa sababu baba yako alijaribu na wewe pia ukajaribu. Sasa katika wewe hali ya kujaribu wewe, wazazi wako walishai kusupport? Wazazi wao wananisupport na wananipeanga moral sana. Mamangu ndiye apendi hizo mambo. Lakini baba yangu ana supportingi sana. Lakini mama yangu ukimwambia tu kwanza asikie jina jeshi, anasema utaenda kuuawa. But babangu ana supportingi sana. Juu nakumbuka hata last time kuna pesa nilikuwa nahitaji, though si za kwenda anasimama na mimi vizuri. So ni kitu gani nataka uambie mafans wako? Ni kitu gani unahisi mafans wako hawakijui kuhusiana na wewe? Kama mimi ni MC bado. Mimi ni DJ. Hizo si vitu nishai expose. Ndio nakumbuka nilikuwa nafanya MC kwa kampuni ya Safaricom. Lakini sijai expose tangu nikuje kwa hii maisha ya music. Nataka tu tuambie pia umeoa ama uko na katika uhusiano wote? Mimi bado sijaoa. Na mimi sidhani nitaoa. Nataka kuwa padri. Sasa jeshi imeshindikana. Na Komanda Kibayo unataka kuwa vitu mingi. Umesema kwamba pia unafanyanga MC. Kuna fan maybe ama kuna mtu yeyote ambaye anatazama video hii na angetaka kukualika katika event yake, umfanyie maybe MC ama pia uwe msanii katika event ile yake, atakupata vipi? Kila mahali mimi ni Komanda Kibayo. Ukienda Instagram kila mahali ni Komanda Kibayo, Facebook zote. Una inbox tu hapo town. Mtu akudm. Mtu alidm. Lakini hata naweza peana namba ya simu, mimi sijaringi. Wapee tu namba ya simu kwa yule ambaye atakutaka kupata kwa urahisi. Nambari yangu ni nasema 07 41 209 219. Kwa mara ya pili labda 07 41 209 219. Safi kabisa, ameweza kukupatia namba yake ya simu. Kumbuka kama uko na event, ameweza pia kuambia mafans zake kwamba yeye pia kile ambacho msiokijua ni kwamba yeye pia ukuwa MC na pia huwa anafanya ma events, vitu kama hizo. Weza kumfikia pale, mdm pale kwa social media handles zake. Mdm, fanya kazi naye. Ni msanii ambaye ameweza kutia bidii sana. Ni msanii ambaye anaona future yake, vision yake. So guys, kumbuka hayo yamekuwa ni makala ya story yangu. Naomba tu nikukumbushe kabla hatujamaliza, subscribe ili kila video ambayo inakuja uwe wa kwanza kuiona wewe. Hadi wakati mwingine, tupatane kwa video next. JJ kama K kama dawa kama kawaida, anaitwa PW ukipenda Pixel babu kubwa, sauti ya Simba mtaani. Nite Luanda Boys. Unajua makala ni story yangu. Je, story yako ni gani? Na kumbuka mtu wangu, kama umetufollow hapa, umetufuata hapa, una sababu. Maana yake unajua utarudi tena. Basi ukitaka kurudi usifanye ile kitu, bonyeza hapo, yani subscribe, alafu kuna ile kengele, gonga. Na ukumbuke ni Jos ndiye yako hapa ndani. Ni Pixel White babu kubwa, mtu wangu, unajua umekuwa fresh na sisi. So unajua mimi ufanya. Bye.